Tuangalie namna ya kutengeneza incubator kwa kutumia ndoo ya plastiki. Vifaa vinavyohitajika ni ndoo ya plastiki yenye mfuniko ambayo ni lita 20 au zaidi, balbu wati 40 mpaka wati 60 au taa inayoweza kuzalisha joto, thermometer ambayo kwa Kiswahili tunasema ni kipima joto, hygrometer kwa Kiswahili tunasema ni kipima unyevu. Hii ni hiari, unaweza kuwa nacho au usiwe nacho, haiwezi kuathiri chochote. Kwa kuna waya na holder ya balbu, tundu la hewa, mashimo madogo madogo ambayo utayatengeneza kwenye ndoo yako, tray ya mayai ambayo unaweza ukatumia kuhifadhia mayai yako kwenye ndoo. Unaweza kutengeneza kwa waya au mbao, bakuli dogo la maji. Kuna hatua za kufuata. Kwanza unaandaa ndoo, safisha vizuri, kata sehemu ya juu kidogo au tumia kifuniko kinachofunguka. Weka mashimo madogo pembeni kwa ajili ya hewa kama nilivyokuwa nimeelekeza awali. Kitu kingine cha kufuata, weka chanzo cha joto ambayo nasema ni kufunga sasa ile taa kwa ajili ya kuzalisha joto kwenye incubator yako. Funga holder ya balbu ndani ya ndoo au juu ya mfuniko kwa ndani au pembeni ya ndoo kwa juu. Balbu itatoa joto linalohitajika kwa kuangua mayai yako. Hatua nyingine ni kutengeneza sehemu ya mayai. Weka tray katikati ya ndoo. Hakikisha mayai hayagusani moja kwa moja na balbu, kwa sababu ukifanya hivyo joto litakuwa kali zaidi kwenye mayai na mayai yanaweza kaungua. Hatua inayofuata, weka maji kwa ajili ya unyevunyevu. Tunajua kwamba mayai yanahitaji unyevunyevu kuundwa kifaranga, ambapo tunajua hata kwenye kuku wenyewe wanatoa unyevunyevu. Ile joto la kuku linatoka na unyevunyevu ambao unaenda kwenye mayai. Unyevunyevu ni muhimu sana kwa mayai yako. Weka bakuli dogo ya maji chini ya ndoo. Hii itasaidia kudhibiti unyevunyevu hasa siku za mwisho. Hatua ya 5 ni kuweka thermometer. Iweke karibu na mayai ili kupima joto sahihi. Hatua ya 6 ni kufunga vizuri, haina maana installation. Funika ndoo kwa kitambaa au ni mfuniko wa ndoo ule ili kuhifadhi joto lisitoke nje. Katika kufunika huku unaweza kutumia kitambaa kizito au ule mfuniko wenyewe, mfuniko wa ndoo yako. Unaweza kutumia ule kufunika ili kuhakikisha unakuwa unatunza joto lako lisitoke nje kwa wingi. Hii itakusaidia sana kuzalisha joto kwa wingi ndani ya incubator yako. Vigezo muhimu vya incubator ni kuhakikisha kwamba joto lako linakuwa ni nyuzi 37.5 mpaka 38. Lisizidi au lisipungue chini hapo, kwa sababu inaweza ikaleta athari kidogo kwenye uzalishaji wa vifaranga vyako. Vinaweza visizalishwe kwa idadi inayotakiwa au mayai yakafa yote. Unyevu inatakiwa uwe 50% mpaka 60 kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 18. Kuanzia siku chache zilizobakia, siku hizo 3 zilizobakia, inatakiwa unyevu uwe kuanzia 65% mpaka 70. Hizi ni zile siku za mwisho ambazo hutageuza mayai yako. Geuza mayai mara 3 kwa siku au mara 2 kwa siku mpaka siku ya 18. Ikifika siku ya 19, acha kugeuza. Kuanzia siku ya 19 mpaka siku ya 21, hapa ugeuzi mayai. Unaacha hivyo kwa sababu vifaranga vyako vinakuwa karibu sana kuanguliwa ndani ya hizo siku. Tahadhari ambayo unapaswa kuchukua, usiruhusu joto lipande sana, kwa sababu utaua mayai yako. Hakikisha kuna hewa ya kutosha, mashimo ya hewa yanapitisha hewa ya kutosha ndani ya incubator yako, kwa sababu hata mayai yenyewe yanahitaji circulation of air. Angalia joto mara kwa mara ili lisizidi. Epuka kukatika kwa umeme.
Kama umeme ukatika, basi tafuta backup kama vile betri au sola. Ushauri wa kitaalamu: jaribu incubator kwa siku 2 mpaka 3 bila mayai ili uhakikishe joto na unyevunyevu vinakuwa stable kabla ya kuweka mayai yako. Kitu kingine cha muhimu ambacho nitaka kusahau ni namna ya ugeuzaji wa mayai yako. Unapaswa kuweka maki kwenye mayai yako upande wa ubavuni na upande mwingine unaofuatia. Hii itakusaidia kwamba utakapogeuza ile yai utajua kabisa ili yai nimeligeuza kuelekea chini. Utakapokuja tena kugeuza au mnaofuatia, ule ubavu wa chini utakuwa juu. Unaweza kuweka herufi juu alafu chini kuweka tarehe ya kutoka, au kuweka tarehe ya kuingia na tarehe ya kutoka upande wa juu, ili unapogeuza ile tarehe ya kutoka inakuwa iko juu, na unapokuja kugeuza awamu nyingine unajua kabisa tarehe ile ya kuingia inakuwa iko chini au iko juu. Hii itakusaidia sana ili usichanganye. Asante sana kufuatilia. Endelea kufuatilia vipindi hivi. Na video zinazokuja nitaelekeza matumizi sahihi ya sola katika incubator yako na namna ya kuitumia sola, na namna ya kutumia sola yako kwenye incubator. Hii itakusaidia pale umeme unapokatika uweze kutumia sola yako badala ya umeme wa kawaida. Watu wengi hawajui hizi siri, lakini siri hizi utazipata ndani ya channel yetu. Asante.